Mambi mdogo wangu, labda na wengine ambao wananisikiliza, mimi ni mtu ambaye ni mstaarabu sana, alafu sipendi kelele. Hii ni ndoa yangu ya pili. Hata watu wengi mwanzo hawakujua kama mimi nilikuwa na ndoa ambayo nilikaa kwenye miaka 13 ndani ya hiyo ndoa. Yeah. Siku nimeolewa na Amadi ndo walijua kumbe wewe alikuwa na ndoa. Walichosikia acha wasikie, watakaoamini ni sawa, ambao hawatoamini pia ni sawa, lakini ni kweli kuna tatizo limetokea. Ila at this age naomba Mwenyezi Mungu anipe busara kwenye maamuzi, busara kwenye kila kitu ambacho nafanya. Ndio maana nakwambia kama Mwenyezi Mungu aliniletea hii riziki, yeye ndio mwamuzi wa mwisho kwenye hili. Kwa sababu sawa, leo mimi nitasema kumetokea tatizo hili, nitoke niende kwingine. Kule kwingine pia kwenye kuko sawa? Hapana, inawezekana ikatokea kubwa zaidi ya hili. Mimi siwezi kuhangaika. Yaani kama vile mimi ambavyo najiona sina ukamilifu, basi hata walionizunguka hawana ukamilifu tu, isiwe tabia. Yaani kwenye ndoa chochote unachomfanyia mwenzio ukikizidisha inakuwa ni mazoea, na mazoea hujenga tabia. Mimi naona ni kawaida, kwa sababu ikiwa nilikaa kwenye ndoa miaka 13 na nikavumilia vingi, hii ndoa ndio kwanza ina mwaka miaka miwili, basi mimi namwachia Mwenyezi Mungu, yeye ndio ataamua. Kwa sababu ukiniambia niamue mimi, nitakwambia bado naipenda ndoa yangu, bado napenda mume wangu. Na nielewa vizuri? Na kufahamu vizuri. Kwa sababu nikupe tu mfano. Umekaa hapo kazini, au hata tusongelee kazi. Unajua mnapoishi pamoja ni kama wewe ni mama, yeye ni baba, au wewe ni mama, yeye ni mtoto, au wewe ni mtoto, yeye ni baba. Uncle Mambi, tangu umekuwa mdogo wangu, hujawahi kumkosea mama na mzee nyumbani? Mara nyingi nimewahi. Wakawahi kukushuka kwamba kwa sababu ya kosa hili wewe sio mtoto wetu tena? Hapana, hawajawahi kutamka maneno hayo. Basi ndani ya moyo wangu nampenda mume wangu, naipenda ndoa yangu, lakini kwenye maamuzi acha nimwachie Mwenyezi Mungu. Kama alivyoamua kuniletea mume wangu, basi acha yeye aamue, aidha Amadi aendelee kwa mume wangu ama asiendelee kwa mume wangu. Ni yeye ndo ataniamulia, na chochote nitakachoamuliwa nitakipokea. Unatoa ushauri gani kwa wanandoa ambao ni wachanga, bado hawajatimiza hata miaka 5, 6, 10 kama wewe ambavyo tayari sasa hivi una uzoefu katika ndoa? Lipi la kuambia dada yangu Esha? Cha kwanza, umuombe sana Mungu, umtangulize sana Mungu. Mambi, kama utapata bahati ya kuongea na mume wangu, ukipata hii simu, atakwambia mke wangu mimi halali mpaka asali. Na katika kuswali kwako unapomuomba Mwenyezi Mungu, mwambie Mungu, mimi sina macho kukuzidi, nionyeshe kila kitu ambacho natakiwa nikione. Utaona vitu vingi ambavyo hujavitegemea. Tuishi kwa kuvumilia, tuishi kwa kupendana. Unajua ukiishi kwa kuvumilia, that means upendo hakuna. Ndio maana mimi nakwambia, hata kama kutatokea matatizo, kama moyoni mwangu bado nampenda mume wangu na ninaipenda ndoa yangu, basi maamuzi ya mwisho nitamwachia Mwenyezi. Mimi ninachofanya, nachukua vitabu vyangu vya dini na kwa chini naelekea kinda, na mshtakia Mwenyezi Mungu, nasoma, naswali, alafu namwambia Mungu, mimi nimeshindwa na kusikia wewe niamulie. Basi yani usimwachie kila kitu Mwenyezi Mungu, wallahi wa billahi nafsi yako itakuwa itakuwa safi.